saa cia bilingi wa mauvo Nisielilika mwendoni wa saa monza cia muthenya umuthi tu wa kwambĩrĩria matuko ni 15 mwini wa thanthatu mwakani wa 2026 uyu ni bilingi wa mauvo wetwa ninye Caroline Mweni wa Muteti. Minister Amuvyani wa Malelu serikali ya kaunti ya Masako na Daniel Nganga ni waweta kukosekana kwa mbesa cia kuendesha masukulu va Kenya ni kuothothe tevanene vyu vya manyiwa nthini wa masukulu asu valake kitumite skulu mbingi ivingwa. Nganga ainene kanisani ya Katoliki ya Sacred Heart of Jesus Ikombe Yata kaunti ya Masako ingi ni waweta sindu mbingi ila ciana ciethitwe yenda si kwa masukulu ni ciaguo na ni ciailite kuoswa na woito. Yuti nundu himana kwa jemo mmegete mine nola hivo. Tudonga wabina ama mine na mujua. These rampant strikes we are facing in our secondary schools. Naona sana sisi kama viongozi tunakosea sana, tunawablame watoto. But there has been a similar problem. And why we are now facing these strikes is because the sender can no longer hold. The mistake has been occasioned by the government of the day, the national government of the Republic of Kenya. Kwa sababu gani? For the last 3 to 4 years, watoto wamekuwa wakienda shule na capitation haiendi shule. Walimu wale wako in charge ya mashule yetu, ukiketi chini na wao, wa primary school, wa secondary school, one of the ways now ya kumaliza kuharibu afya ya mwalimu mkuu wa shule. Ya mwalimu ni kumuappoint kama mwalimu mkuu wa any public school in this country, because they don't have the money to run the institutions. Wanaambiwa usi-increase school fees na wanaambiwa chukua watoto wote, let us do 100% capitation, yet the money is not sent to the schools. So how do you expect them to run these schools? Ile quality ya chakula ambao watoto wanafaa wapate, they are not able to give them quality food. The complaint by the students are genuine complaints because the environment under which they are learning is bad. Ukienda mashule mingi, there is a lot of congestion. Watoto in a dormitory that should hold like 200 students, saa hizi wako 250. Kwa hivyo wakiwa 250 kama ile tuliona kule Utumishi House, watoto walikuwa wamelala mpaka kwa corridor. That is a bad living environment yenye tunapea watoto wetu. Na sisi, because we have empowered, this country has been empowered, the generation that we are raising ni watu wanaona kitu inaenda kinyume na wanakuambia. Perspective, their global world view is very different from ours. And we must not insist on them waone vitu kama jinsi sisi in our generation tulikuwa tunaiona. Let us also respect their global world view and try to correct that which has gone wrong. So the problem is here. Pesa mingi ya national government inapangwa kwenda kule State House kwa vitu zenye hazisaidii hii nchi, na pesa muhimu ya kuweka kwa elimu yetu ndio imekosekana. And the national government needs to prioritize sending money to schools so that the principals and head teachers can provide adequate environment ya watoto wetu ndio waweze kuishi vizuri. Nzima ya kumelela ba. MCA wa ward ya Ndalani Francis Chalo Kitaka ni wendi atongo ikuthukuma kwa ngwatanio na kuivathana na mituo ya kwathana sindu itatonyekana vala ingi utulile muti President William Ruto kwa kwatha Kenya kiwango cha nthi ya Singapore isiumbingi vanthi ya Kenya itiitwe tina kimaendeleo. Kitaka nene yowe kisioni cha Ikombe Yata vala MCA wa kisio kiu Frederick Kiteto uvuthiisie itambia ya Ruto ya kulasimithia waki wa kisesecho wa Ebola kuya kauntini ya Laikipia. Ndoto yakwa ni kutunga pina wa usakuani kwa mwenende. Kivila kitu ungiwe mwene na ninywe na kivila. Tieke unenga wa ivila na yeka la sito. Uyete anese siya musiye. Na maundu ondala mekwe kwa ivete ipusishwa na nivita anenga niyosa. Tanivita sakuani. Na tiyadha na siyendu ila itoneka. Newiye mwisumdola iwazi uluku iturutu ayazia atetiende de Singapore. Leo kafika Singapore wii kombe atote stima. Nini yendeka? Nitu ui Singapore ila tia kiwe na mangoi. Nende uthi Singapore lelo zitu zina kito. Tafadhali. Tinenga na hii promises ila tisikana ni itoneka. Na ila itatoneka to yasi yekata itoneka. We Kenyan
nitunewie kana nunetikililie uwo muthuku wita wa Ebola uke ku Kenya ana tuyanu kutwakia facility ba beta wa Laikipia na weene nthi onalama America mundu waite Ebola maikwenda ekalebau America na sisi tunamuuliza no twisi tuina makapacity makupambana na Ebola dokeka tuina makapacity ya kwamba upambana na kuumwa ni mutwe nitupambana na Ebola kiu tuitona nacho kwa utuikulia na nitiwa nuikito maundu maenda kiu tuitona nacho nundu we don't have the capacity ya uti na kiu. Tuisongana mbeni kana makundi mathukumi masilikali ni mavuthiisya Minista Muvyani wa USSA wa nthini Kipchumba Murkomen kwa kwema kuosa matambi ala mailite kwiyateti yumbe na atongoi ma kaundi ala meukonanwa na kutethesya makundi ma umamai na kwivandu athuku kulikilila na kwananga mbumbanio sya kiuteti na kuvuthia ene nthi. Makundi ya matongoi ni muteti wa aki wa Vocal Africa na kundi ya Islamu ya Muhuri manene yeku ya Mombasa kumana anevithukia kanisani wa All Saints Cathedral kavindani kalapo na atwaiwe unenania wa budget wa katano muvitu inge mayumani yake iko kiu na kukianania na kulikililwa kwa uthasyo wa mwene nthiki miao demokrasia na miao for interior. And you know politicians who have gangs of goons. It is weeks now since you made that information public and you have done absolutely nothing about it. Here in Kenya, goons are being sent to those same places of worship which are supposed to be safe for the weak and the vulnerable. Goons are being sent by politicians to go and attack people in places of worship. This cannot be tolerated. This cannot be entertained in our country. So when it comes to politicians, when it comes to civil society actors, we are being pursued across the border. But when it comes to goons, the cabinet secretary can stand before parliament and say, I cannot arrest them because they've crossed the border. This is unacceptable. And we're telling Murkomen, it is very clear and it is evident that umeshindwa kufanya kazi yako. Please, honorably, step aside. Tafadhali resign because the docket of security imekushinda. If this trend continues, it is evident that Kenya will not have free, fair, and peaceful election. These goons have been used by the state. We have not seen even one arrest so far. And it tells you clearly that there is a hand behind all this, what is going on. Because the party in government today is in panic. They already sense that they are losing these elections next year. That's why they are using these tactics. Gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir ni wakula maundu maitheka kaundini suma ikiulikilwa uteti aiweta kana no kuvikia kwianisia watho wake wa kumina ngusanisyo cia itheka kaunti isu. Nasir ni watula muti ala maendeleo vuthisia kinandu cha Ardhi Fund na kilo kuweta kana ni kiuvikia kutethesya kumina uskwata kaunti isu ya Mombasa. Ile solution kufanywa kutatua tatizo ambalo kwamba limekuwa ni tatizo sugu tangu wakati wa ukoloni baada ya hii Kenya kuweza kupata independence. Tatizo limekuwa sasa, kwa sababu lile tatizo lilikuwa ni tatizo sugu, ni lazima mwanzo umwage vinegar, umwage chumvi, si umwage nini ndio uweze kutoa ile kutu yote, sio? Sasa kwa sababu imechukua muda kidogo, wengine wamepata title, wengine bado, utasikia watu wanaanza kuinuka na kusema ya kwa huu jamaa alisema Ardhi Fund, wewe ulikuwa uko wapi wakati mimi naifikiria kuweza kupata hilo tatizo? Kwa hivyo mimi naomba yule anayenitaja, ikiwa utapata
Unajua kuna mambo mingi pia unaweza kupata. Kuna wengine huwa wanaona raha tu. Ulisikia vile nilitukana gavana? Hata hiyo pia ni sawa. Kwa sababu mimi pia nitapata thawabu kwa Mungu ya kuwa nilifurahisha roho yako kwa sababu ulinitusi, sio? So you continue doing what you're doing. But at the end of the day, it does not stop us, sio? Na sio watakaopiga kura ni hawa. Si ni hawa walioko hapa? Si ikifika siku kila moja atauza sera yake? Uza sera, kama huna sera, uza sura. Ile nitaomba tu wacheni kuuza chuki. Kama ni kunitusi mimi ni sawa, lakini chuki tuachane. Mwasaisa mwenda tuamba kosa udhi umomo nini na nitushokathete na mauvombe ya ngendu kathivasa. Uchandu minawane kuisilia kuoka indi ukeka kiuwisila sya wiyani kwaku ndoe makutani sya na thina na kwa ilia mekalile yaku silingi wa mumandi wivata na uo uoneka kwisila umandini umuka kutingwa deadline mundu wakwa ndwekazekase ukasa kumela kilungu ni tukukume tunachoka kwa kukelewa kwa mbililia nginya waka 5 mwendoni wa saa inya sya kiokoni kuvikia mwendoni wa saa nyanya sya muthenya va Mutongoi FM watanio ya Mukamba. Want to become a competent driver or professional heavy machine operator? Trained at Jordan Driving School and Jordan Modern Machinery Training Institute, subsidiaries of Jordan College of Technology, Thika. Gain hands-on training in saloon cars, lorries and heavy plant operator machines like excavator, forklift, motor grader, Motorola, backhoe, wheel shovel and more. Enjoy modern brand new fleet. Driving and operating heavy machinery is for everyone, regardless of the age or gender. Intake is ongoing. Visit us today at Jordan Towers, Thika Town. Jordan Modern Machinery Training Institute, the movers in plant operator training. Mukamba ni wese uimani udhui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku wamwe. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nizo kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, ukosabina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma bauikala wakwambelile matuku 15 mwa dhandha tutwi makindo kwa Makindo Motors kuthengene na Police Post kuthengene na Total kungethanisia na Mumbuni Driving wakele matuku 15 tutwi tala kuthengene na Flavors Restaurant katikati wa Total Petrol Station na Isma Supermarket wakatatu matuku 17 tutwi Matu Stage kwa kenatwa Sacco Booking Office kuthengene na Matu Supermarket wakana matuku 18 tutwi Kitui Red Car Mall na wa Intel Bookshop kunda Kindu Stage ya Probox ya Mbitini kungethanisia na Chama Tu Hotel wakatano matuku 9 tutwi Masaku Complex Inn kuthengiana na Automat Supermarket kuthengiana na Bata na wadhandatu matuku miongweletu Mulolongo 3Ds Hotel ground floor katika tuwa Automat Supermarket na China Market. Kwa maobombe yange tuthoke mobizini maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako, wote Kitui, Kibwezi na Emali kana tukunesi mukwesela noti muonza ile noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututume SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imonoti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Nitwacokethia museisa mwendwa na nina utho cha amwe ma mwikana Tongoi sub-county ya Jomvu kuya kaunti ya Mombasa ni makula silikali kuisila muvia wa mathau kuikithia ni aili wanza kaunti nesu na lahane nzie mweya kuikithia inengo nisiavikia kwa ilwa inge ni malalamiki vanene iwanza kisioni kiu kwithiwa si kati wa iwango nthuku na kutuma maundu maumia kavindani kala meuthaukia kundu kula makula kuvikie kuthinikiwa kwa mituki.
ukweli ni kwamba wizara ambayo inaongozwa na Mvurya pamoja na PS Fikrini, na waomba nyinyi kama maofisa wenzangu, wakati huu mnapokuwa na nafasi, mconsider Jomvu, at least muniwekee budget ya Jomvu kiwanja kimoja kiundwe katika muundo wa kisasa. Talent ziko nyingi hapa, talent ziko. The only thing ni kwamba hawajapewa nafasi. Unajua hatuwezi kwenda kucheza uwanja huko na mabonde katika hali hii, na pesa ziko, na tuko katika 001 county ambayo iko na waziri anatoka hapa na watu wengine na viongozi wengi. Ningetaka viongozi wenzangu ambao tuna ushirikiano, tuwaonee huruma hawa vijana, tuwasaidie, tuweze kulingana, tuachane na mambo ya siasa. Siasa bado, sasa ni wakati wa kufanya maendeleo. Ni kwamba we need more grounds, na tena ziwe za kisasa, ziwe kama miundo ya kisasa. Kama sasa tukiangalia mazingira ambayo tuko nayo hapa, bado kuna mawe which is very dangerous kwa vijana wetu ambao wanacheza. Kwa hivyo tukifanyiwa unafuu, at least kuwekwe nyasi na iwe standard ya kisasa, at least vijana wetu watakuwa katika hali nzuri. Na nina imani ya kwamba kulingana vile ameongea, na nina imani na nguvu pia kusukuma waziri kuweza kutengeneza kiwanja. Tunavyoongea pia tunashukuru sana kuona kwamba vijana wameungana pamoja kuweza kutuleta pamoja hapa ili kuangalia masuala ya michezo na kuwa juu. Tuna appreciate kwamba vijana wamejifahamu, wanajielewa, na haya mambo ya sports ni mambo ya kuwa empower. Mambo ya sports yameanza tangu shuleni ndogo, kwa hivyo ni kukuza hata kizazi kijacho katika mambo ya sports. Kwa hivyo tuko hapa kuwapatia total support kwamba wapate angalau pia ofisi yao, wawe organized ili waweze kupata vifaa, waweze kupata uniform, waweze kucheza mipira tofauti kwa wakati ambao